Hatua ya kwanza msikilizaji, lazima uweke chumvi, na chumvi ambayo inapaswa kuwekwa ni chumvi ya mawe. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu sana. Kazi yangu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali ambazo zinahusiana na bunifu mbalimbali za uzalishaji wa bidhaa za viwandani, yani ujasiriamali. Baada ya kumimina chumvi, hatua nyingine ambayo inafuata ni kumimina siles. Siles wanaita majina mengi. Sehemu nyingine ukienda wanaita Texapon, lakini pia wakati mwingine wanaita Ungarol. Kuna imimina, lakini hata chumvi pia jina lingine la kitaalamu wanaita sodium chloride. Tunachanganya pamoja. Kumbuka kwamba hapa tunachanganya siles pamoja na chumvi bila kuweka maji. Karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali. Kama nilivyojitambulisha awali, pia nimeweza kukuandikia kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho nimekuandikia hii bidhaa ya sabuni ya maji pamoja na bidhaa zingine zaidi ya 20. Lakini pia kama unapenda madarasa yetu, yako madarasa online ambayo tunafundisha hatua kwa hatua na kumsimamia mjasiriamali kuhakikisha kwamba ana uwezo wa kuzalisha bidhaa yake mwenyewe na kuweza kuipeleka sokoni, kuifungasha katika ubora mzuri pamoja na kuiweka label. Kwa hiyo ukihitaji hizo taratibu zote za kitabu na darasa, utatutext kupitia WhatsApp 0783500971. Kwa hiyo tunaendelea na zoezi letu la ukorogaji wa sabuni ya maji siku ya leo. Baada ya kuchanganya chumvi pamoja na maji, chumvi pamoja na siles zikashikamana vizuri, hatua nyingine ambayo inafuata tutaanza kuweka jagi la maji moja moja, huku tunakoroga kuelekea upande mmoja. Kumbuka kwamba ukorogaji unapaswa kufanya kuelekea upande mmoja. Baada ya kuweka maji litakazaa, utaweka perfume. Na zingatia sana kuweka perfume ambayo ina manukato mazuri, kwa sababu perfume ndiyo huleta ladha ya sabuni yako kwa wateja wako. Kwa hiyo mteja mwingine ukimpelekea bidhaa yako anafungua na nusa, hicho tu kinamvutia yeye. Kwa hiyo muhimu sana kuweka perfume ambayo itaweza kumconvince mteja wako, perfume ambayo inanukia vizuri kama vile lavender, roseberry, ya perfume kama vile strawberry, perfume kama Yosono pia ni nzuri, roseberry, bubblegum ni perfume ambazo zina manukato mazuri sana. Yes, tunaendelea. Baada ya kufikia hatua hii tumeweka perfume, tunausogeza mkorogo mwingine pembeni, zeni tunachukua mkorogo mwingine kidogo. Msikilizaji, kama unapenda kuwa mjasiriamali, jiunge na madarasa yetu ili uweze kutengeneza bidhaa katika ubora mzuri zaidi kuliko kukosea mara nyingi zaidi. Yes, haya maji pembeni huku tunamimina soda ash au sodium carbonate, wengine wanapenda kuita hivyo. Lakini pia kumbuka soda ash hii ambayo tunaweka hapa ni ile ambayo inatumika zaidi katika utengenezaji wa sabuni ya unga. Na yenyewe katika upande wa sabuni ya unga inatumika katika asilimia kubwa zaidi. Kwa hiyo ukuta asilimia 80 mpaka na 9 ni soda ash light ambayo inatumika kwa ajili ya kuneutralize zile optical brighter, nansa na sodium metasilicate na vitu vingine. Yes, hapa baada ya kumimina soda ash tumekoroga imeyeyuka, tunamimina sulfonic acid. Kumbuka sulfonic acid hutusaidia sabuni yetu iwe na uwezo mzuri wa kutakatisha na kuleta ufanisi mzuri wa matokeo ya mapovu. Lakini pia tunaunganisha mikorogo miwili, na kwa nini tunakoroga pembeni? Kwa sababu ukikoroga yenyewe ikijitegemea au kaunganisha katika mkorogo mmoja, inaweza ikasababisha yale matokeo ya kujitenga kwa sabuni yako baada ya kupoa. Ukuta sabuni imepoa, umetengeneza vizuri, lakini baada ya kupoa washangaa sabuni inaingia katikati, yani chini rangi nyingine afu juu pia inakuletea matokeo ya rangi nyingine. Kwa tunaendelea kama kawaida, tunachukua tena maji mengine. Yes, tunachukua maji mengine hapa. Kwanza tunakoroga vizuri hapa. Sabuni kabla haijapoa inakuwa na mapovu mengi sana, au inakuwa na povu jingi sana. Inakuwa na povu jingi, povu la kutosha kama inavyoonekana katika picha. Yes, hayo yote ni mapovu, lakini itakapopoa hayo mapovu yote utayaona hapo. So tunachukua tena maji mengine pembeni kwenye chombo kingine hicho hapo. Tunaweka maji mengine hapo ili tuweze kumimina alkatu kwa ajili ya kuongeza uzito wa sabuni yetu. Kumbuka kwamba sabuni pia ikiwa nzito inaleta matokeo mazuri kwa wateja wako. Wateja wanaweza kuipenda zaidi, kwa sababu wateja wetu huamini kwamba sabuni ikiwa nzito ndio sabuni ambayo ni bora zaidi. Kwa hiyo zingatia sana uzito. Na uzito wetu siku ya leo tuna apply alkatu, lakini pia wengine wanatumiaga CMC. Ukitumia CMC basi zingatia sana kutumia maji ya moto. Usitumie maji ya baridi kwenye CMC kwa sababu haitakubali kuyeyuka. Matokeo yake italeta sabuni yako ina mabonge ndani yake ambayo hayatakuwa mazuri.
Kwa baadaye tunaunganisha mkorogo wa Alka2, then tunaweka na vile viambata vyote ambavyo vilikuwa vimesalia kama vile citric acid, kuna glycerin, kuna CDE, CAPB kama utaamua kuweka pia ni vizuri, pamoja na rangi. Perfume tulikwisha kuweka. Kwa mwisho wa yote utakoroga sabuni yako angalau angalau dakika 10, then utaifunika. Kila baada ya nusu saa unairudia kwa muda wa masaa 3 mpaka 5. Sabuni yako itakuwa imekamilika vizuri kabisa. Utafungasha na kupeleka sokoni. Kwa ikiwa utahitaji madarasa yetu, kitabu hapo, lakini pia namba zetu za WhatsApp tumeweka hapo.